mie specialization yangu ni ualimu. Kwa hivyo nataka na kuombeni mnisikilize vizuri nitakayokuambieni. Kwanza, hakuna wakati mzuri wa binadamu kama huo wakati mlioko sasa. Na mkiupita wakati huo, mkaupoteza, mtakuja kuutafuta na msiupate tena. Sisi sasa tunautaka huo, lakini wapi, ushapita. Kwa hivyo nakuombeni kwa hisani zenu, wakati wenu utumieni vizuri. Nalolijua mie katika theory yangu nilokuwa nayo kichwani, sikuambiwa na mtu, ikiwa mtu haumwi na akili, hakuna asiyefahamu. Narudia, ikiwa mtu hana matatizo ya akili, basi ninavyoamini hakuna asiyefahamu. Lakini watu wanashindwa, au watoto wanashindwa kukaa na kumsikiliza mwalimu na kutizama na kuyaangalia yale waliokuwa wakisomeshwa na mwalimu. Na pindipo mtu atageuka katika nyie hapo, kama kuna mtu atokea wa 10 au wa 20 au wangapi, na aanze kujitizama leo kwamba hebu sasa mie nikae darasani angalau nusu saa nimtizame mwalimu direct, bila kutazama huku wala bila kutazama huku. Na wallahi na kuwapieni kwa Mwenyezi Mungu, ikiwa mtaconcentrate katika lile mnaloambiwa, hamtofeli hata mara moja. Hilo moja. Jambo lingine ni kwamba nyie hapa mko mbali mbali, mnatoka mbali mbali, tabia mbali mbali. Jitahidini kusaidiana. Jitahidini aliyekuwa hafahamu mumsaidie, anayecheza mmwambie. Aliyekuwa haji skuli msaidieni aje skuli. Aliyekuwa haji madrasa msaidieni aje madrasa. Aliyekuwa hawezi kutamka msaidieni, msingojee walimu. Kusoma si darasani peke yake. Na kusoma si kukaa ukasoma peke yako au ukafanya mambo peke yako. Hakuna uchoyo katika kutafuta elimu. Na ukiwa mchoyo hupasi wewe na utaharibikiwa. Sote tumepita katika mambo hayo na tunayajua na tumeendelea nayo, na Mwenyezi Mungu alhamdulillah ametusaidia. Lingine ninalokuambieni ambalo mimi nilikuwa nikilitumia nilipokuwa mwalimu, ama darasani uulize swala au darasani ujibu. Hukufanya yote mawili hayo nilipokuwa nikisomesha na kudai. Na kuna yenyewe nini, ama nikupe homework uandike mambo 100 au nikubeba kora. Na walikuwa wakipasi watu, kwa sababu lazima asikilize ili aweze kupata suala la kuuliza. Mkijiwekea kwamba mie lazima niulize, au mie mwalimu akitaka akiuliza swala ninyanyue mkono upesi nijibu, na ukinachokijibu unakijua, basi itakusaidia katika kufanya revision uliko. Jitahidini na inshallah Mwenyezi Mungu atakusaidieni. Nalo kuombeeni jengine kubwa, na kuambieni hivi, narudia kukwambieni kwamba wakati huo mlionao ni wakati tunaita wakati wa dhahabu. Wallahi thumma wallahi, wakati kama huo hamtoupata tena, na mkiupoteza mtakuwa mmepoteza kila kitu chenu katika maisha yenu. Lakini wakati huo ndio wakati mbaya kwenu. Ni wakati ulio na ushawishi mkubwa, na ni wakati ambapo wewe mwenyewe unajiona kama mie ni bora kuliko mtu yoyote, na si wewe, si chochote, si lolote. Lakini ndio wakati unaojiona wewe, mie naanza kuota ndevu bwana, kuna mtu kuliko mie. Mimi nazo hizi hapa hazinisaidii chochote zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo jitahidini mumtii Mwenyezi Mungu, mkumbuke tuliofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuyafuate yote yale tulioambiwa, na mjue kwamba jambo la mwanzo kama walivyotangulia kusema wenzangu katika Uislamu ni kutafuta elimu. Tafuteni elimu na inshallah Mwenyezi Mungu atakupeni khair.